kumekuwa pia na hili ambalo linazungumzwa sana kwamba Benjamin Netanyahu amepoteza maisha, na wewe umekuwa ukitolea pia maoni kwenye akaunti yako. Zipi tuondoke na hizi taarifa? Mimi kwa vyanzo vyangu nilivyo navyo, hii tunajimalizaga, ikitokea baadaye kweli wanapost mnaona lolote, yes it is okay. Kwa vyanzo vyangu mimi nilivyo navyo, Benjamin Netanyahu ni mzima, ingawa zile video si halisi. Video zote 3 mimi nimezichambua kwenye akaunti yangu ya Instagram, zina editing ndani yake, si video halisi, lakini kwa mujibu wa vyanzo vyangu ni mzima wa afya, yupo. Inawezekana ni propaganda ya kujaribu kuhamisha mjadala wa vita na jinsi ambavyo mambo yanaendelea, ili wapenyeze ajenda zao wanazozijua wenyewe. Unajua hawa jamaa wafanya jambo kwa bahati mbaya. Hivyo unafikiri wataedit alafu asijue kabisa hapa tumeedit video hapa itaonekana hivi na hivi. Wale Mossad wa Israeli kabisa. Yani wanaweza wakaedit kitu kabisa wasione makosa alafu waposti. Wasione kabisa hapa hii kahawa ipo kama uji haimwagiki. Hapa sio mfuko wa Netanyahu unabadilika. Hapa pete inapotea. Haoni hayo mambo kabisa. So ni naichukulia kama propaganda. Wanajua wenyewe kuna ajenda gani wanaipitisha nyuma ya huu mjadala ambao wameutengeneza, kwa sababu ni mjadala ambao wameutengeneza duniani makusudi ili Netanyahu tu azungumziwe. Ni makusudi, na mara baada unaona Netanyahu kuzungumziwa iko wapi, wanaleta picha video za AI. Watu tena wanaanza kuhamisha AI, kesho tena wanapost nyingine ya AI, watu wanaendelea AI mzima, kesho kutwa tena wanapost, na leo tena wataposti wataposti tena na leo, ili mjadala uendelee. Sasa sijajua kuna nini kinaendelea nyuma ya pazia, kwa nini wanafanya hivi. Ila cha kuondoka nacho ni kwamba hawafanyagi mambo yao kurupuka hata siku moja. Plani iko mezani, inatekelezwa. Unadhani kama endapo hizi taarifa zinavyoendelea kutoka kwamba ni mzima, zina madhara gani hasa kwa Iran yenyewe? Hakuna madhara yoyote, kwa sababu lengo la Iran walisema tunamtafuta, lakini lengo la Iran ni kujilinda. Sidhani kama target yao kubwa ni kuua viongozi wa juu wa Israel. Na hata ukiangalia wenyewe wamekuwa wanajitahidi sana kutokupiga kwenye makazi, wanapiga kwenye miundombinu. Wanashambulia Haifa kule kwenye mambo ya mafuta, Tel Aviv kule kwenye vituo mbalimbali vya kijeshi vya Israel. So haiwezi kuathiri chochote. Sana kama Benjamin Netanyahu atakuwa amefariki ndio nyanyua ile morali yao ya vita, lakini akiwa hai maisha yataendelea, kwamba watakuwa down yuko hai, kwa sababu hata Iran hamna sehemu hata moja kwenye chombo cha habari cha IRGC ama chombo cha habari cha serikali ya Iran ambapo wanasema Netanyahu amekufa. Hakuna chombo chochote cha habari cha Iran kilichoripoti habari ambacho kinamilikiwa na serikali ama kinamilikiwa na jeshi la Iran IRGC. Hakuna. Kwa hiyo na wenyewe pia wako kama sisi, hawajui, wanaona tu, lakini hawana uthibitisho bado. Wanafikiri Iran wangekuwa na uthibitisho Netanyahu amekufa au amejeruhiwa, kwa jinsi ambavyo Khamenei aliuawa na Trump akatangaza kujitapa, wangekaa kimya. Kujiamini kabisa. Na wanakuambia kisasi ni haki. Wangekaa kimya. Wangekuja. Wewe unaona majibizano, wangekuja. Lakini bado hawana uhakika. Ni taarifa fiche. Mojtaba Khamenei inasemekana naye pia alishambuliwa, hali yake ni tete kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo za chini. Pengine hasa Zungu, hizo taarifa zina ukweli gani kuhusu hali ya supreme leader mpya wa Iran? Wanasema kiongozi wao ni mzima wa afya na anaendelea na majukumu yake ya kuongoza operation. Jana aliulizwa pia swali na chombo cha habari kimoja, jina lake limenitoka, Dmitry Peskov, msemaji wa Kremlin kule Urusi, kwamba inasemekana nyinyi Urusi mmemsafirisha Mojtaba na mnamtibu kwa majeruhiwa. Akasema hawezi kulizungumzia hilo swala. So Iran wanasema ni mzima na anaendeleza operation. Ingawa maswali lazima ibuke kwa sababu bado hajaonekana hadharani, na wengi walitegemea watamuona kwa mara ya kwanza kwenye hotuba ya kwanza, lakini hotuba ile ilisomwa na mwandishi wa habari mwanamke kwa sababu yeye aliandika tu. Kwa hiyo pia bado inazidi kuibua maswali, lakini tupo katika vita. Iran wana masnitch wengi sana, wana Mossad wengi sana. Kwa hiyo baba yake ametoka kuuawa,
hawatakubali kiongozi wa pili naye auawe. Sasa utakuwa sio nzuri. So wanajaribu kufanya hivyo kumlinda. Huwezi kutoka eti kwa sababu Marekani kasema nimekujeruhi utoke uonyeshe hujajeruhiwa. Sasa utakuwa unaendeshwa kwa miemko. Ina madhara gani ama inamaanisha nini hasa kwa viongozi wote? Hata kwa Netanyahu ilikuwa ni the same, kwamba kuna kikao ambacho au baadhi kwa wepo na hakuwepo. Mojitaba ni same story. Nini ambacho anachokicheza viongozi wote wawili? Ndio mambo ya vita. Inamaanisha kwamba hii vita ni ngumu. Na ndio maana tunaona viongozi wote wamejificha, tuelewi sehemu walipo. Inamaanisha hii vita ni ngumu. Vita sio lele mama. Watu wanatafutana. Ending yake iko wapi, Zungu? Hicho la uchambuzi. Iran wanasema hawajui namna ya kuanzisha vita, wanajua namna ya kumaliza vita. Ukisikiliza maelezo ya Trump, bado anasema Marekani wana jeshi kubwa, wana uwezo wa kufanya lolote, lakini anakiri kuwa wamekuwa na mshtuko kwa uwezo mkubwa wa Iran wameuonyesha. Nadhani wakishachoka wataitana mezani. Wakishachoka wataitana mezani. Kwa sababu mataifa haya madogo, nasema madogo kwa sababu inataka kumshauri Marekani, yana nafasi ya kufanya hivyo, lakini bado imekuwa ni ngumu sana. Trump ndo anawaita wajiunge kumpiga Muirani pale Homs. Kwa Mrusi amekuwa akijitahidi kutumia diplomasia kuongea na simu kuna huku, lakini unaona bado hakuna juhudi za moja kwa moja. So mwisho wa hili ni mpaka watakapochoka hawa. Ni mpaka watakapochoka. Unahisi mchango wa Russia, Kremlin na Beijing ndio unaofanya haya yote yanaendelea? Kwa sababu inadaiwa pia kuna baadhi ya ndege za kivita na drone pia ambazo zimetengenezewa Russia. Kuna ukweli katika hili? Urusi wamekanusha, mimi sijui. Lakini Urusi, China na Iran wamesaini mkataba, walishasaini mkataba ushirikiano wa kimkakati wa kijeshi. Ni mkataba huko. Tena Urusi na Iran walisaini mwezi wa 4 nadhani kwenye tarehe 20 mwaka jana. Uzingatia neno ushirikiano kimkakati wa kijeshi. Kwa ushirikiano upo, lakini wa kimkakati. Unaona mlango bahari wa Hormuz amekuwa kitoka matamshi tofauti. Trump akizungumza kwamba tutasaidia kusindikiza meli, lakini still bado ilikuja kwa Mwingereza, baadaye Mjerumani na baadaye pia Mfaransa. Nini ambacho unachokiona? Hormuz pagumu pale. Marekani angekuwa na uwezo wa kusindikiza meli angeshafanya hivyo. Kwa sababu anapenda kufanya hivyo pamoja na washirika wake. Lakini imeshindikana kwa sababu bado anatafuta njia, na ndio maana amekuwa akiomba msaada kwa mataifa mbalimbali. Inasemekana Iran alishajilijiwa hilo muda mrefu, kwamba na mimi nilikuwa nasema moja kati ya silaha ambayo Iran ataitumia akiingia kwenye vita ni Hormuz, na imetokea. Iran alishalijua hilo muda mrefu. Kwa hiyo Marekani wana hofu labda ya kuna mabomu madogo ya kwenye maji pale ambayo Iran alishayatega muda mrefu. Anasubiri tu nyie mpitishe, na tuliona meli moja ilijaribu kupita kile ambacho kilitokea. Kwa hiyo kwa sasa tusubiri tuone, ila bado mwafaka hamna mpaka sasa. Iran amepashika pale, ni kwake, amekaa muda mrefu, anapaelewa. Ingawa nyuma ya pazia kuna baadhi ya watu wanajaribu kusema hii ni vita ya kiuchumi. China ananyong'onyeshwa hapa kwa sababu ndio anategemea mafuta mengi sana yapite pale Hormuz. China anategemea mafuta mengi yapite pale Hormuz. Inawezekana ikawa kweli ni kweli, ila mwisho wa siku kwa sasa Hormuz bado inadhibitiwa na Iran. Muirani yuko pale na ni kwake, amekaa muda mrefu. Kwa hiyo amefanya study muda mrefu, na nilikwambia atatumia ule mlango wa bahari kama silaha. Kwa hiyo ni ya kwake, anajua hiyo tunaita ni silaha ya kijiografia ya kivita, kulingana na jiografia ambayo Mungu amekupa. Zungu, tumaliza sasa la mwisho. T-shirt vipi sasa? Tutegemea nini? T-shirt tumemaliza, hatutoi nyingine, oda 100 zimeisha. Tunashukuru, waliyepata amepata, aliyekosa amekosa. Hautoi tena zingine. Kama kuna utaratibu tutawaambia, ili kwa sasa tumestop. Zungu, asante sana kwa wakati wako. Nashukuru mno.